Kiongozi Godfrey Mzava. Naam. Ndani ya kampuni ya BF Suma kuna manufaa mengi mazuri. Natamani kuyajua. Ni manufaa gani ambayo unayapata baada ya kusajiliwa ndani ya kampuni ya BF Suma? BF Suma ni tamu. BF Suma ni zaidi ya biashara. Yaani kabla hujaanza biashara, fikiria kwamba kuwa BF Suma, kuwa mwana BF Suma kwako ni jambo la lazima, sio la hiari, kwa sababu BF Suma ni kampuni inadili na bidhaa za afya. Na ni bidhaa za virutubisho lishe, bidhaa za asili zisizo na kemikali yoyote ile. Bidhaa ambazo kila binadamu wa zama hizi anazihitaji kwa ajili ya kumsaidia kutoa sumu mwilini. Zinahitajika kwa ajili ya kusaidia kuimarisha ini na figo yako lisipate magonjwa ya ini na figo. Unaweza kushuhudia kwamba biashara ya figo duniani leo imekuwa sana kwa sababu watu wengi wanapata magonjwa ya figo tofauti na zamani, lakini kwa sababu ya mabadiliko ya mfumo wa maisha. Lakini kuna bidhaa ukizitumia wewe hutokuja kupata magonjwa ya figo kirahisi, hutakuja kupata magonjwa ya ini kirahisi. Kwa hiyo kuwa BF Suma itafika mahali itakuwa ni jambo la lazima. Lakini pia kutumia bidhaa za BF Suma ni jambo la lazima kwa sababu zinakupatia mwili wako virutubisho ambavyo unakosa kwenye vyakula vyako vya kawaida vya kila siku. Inakusaidia kuondosha sumu mwilini na kuimarisha kinga yako ya mwili wako ujikinge na maradhi mbalimbali. Kwa faida namba moja ya mwana BF Suma ni kuimarisha afya yako. That's why leo tuna watu wengi tu matajiri, wanasiasa wakubwa leo wamejiunga BF Suma sio kwa ajili ya biashara, kwa ajili wapate access ya kujinunulia bidhaa kila mwezi kwa matumizi yao wao na familia zao, kuboresha afya zao. Afya ni mtaji namba moja kabisa. Lakini kwa sisi sasa Watanzania wa kawaida, vijana na hata kina baba kina mama wengi ambao tunatoka kwenye familia duni, hii ni bonge moja la fursa la kufanya mabadiliko makubwa ya maisha yako ndani ya muda mchache, kwa sababu unapokuwa wakala wa BF Suma utapata punguzo la bei za bidhaa aidha kwa matumizi yako ndugu jamaa na marafiki, lakini utaweza kuwahudumia ndugu jamaa na marafiki kupitia zile bidhaa za BF Suma wanapozihitaji. Kwamba mimi let's say ni mwajiriwa, niko kazini kwangu, naendelea na kazi zangu na ni mwana BF Suma, sitengi muda wa ziada wa kujifanya BF Suma, ila ninapokuwa kazini kwangu nafanya biashara ya BF Suma, kwa sababu BF Suma inachokuhitaji ni kitu kimoja tu, uwe na binadamu. Mwambie mimi ni wakala wa BF Suma, nina bidhaa za afya za kukukinga na vidonda vya tumbo au kukutibu. Mimi ni wakala wa BF Suma, nina bidhaa za kukukinga na bawasiri au kukutibu bawasiri. Mimi nina bidhaa za kukukinga na kansa au kukutibu kansa. Nina bidhaa za kukukinga na ugonjwa wa ini na figo ama kukutibu ugonjwa wa ini na figo. Yeye akiwa na changamoto atanihitaji kutoka kwangu. Ana ndugu yake ana shida ataniambia, na mjomba wangu kijijini kule ule Ling'ombe ana changamoto ya mifupa na viungo. Uteute umeisha, sijui calcium zimepungua, anatumia dawa za maumivu kila siku, anaua ini na figo na sumu nyingi. Mimi nikupatie bidhaa umpelekee yeye akapone hayo matatizo ya ini na figo anaweza kumpata kwa sababu ya kutumia madawa ya maumivu kila siku ya kutuliza maumivu ya mifupa ambayo hajitibu. Nimpe dawa ambayo itaenda kutibu mifupa, calcium iongezeke, ni glucose ama iongezeke, uteute uzalishwe wa kutosha, apone shida za mifupa na viungo. Kwa hiyo tayari nikiwa kazini niko kazini pia. Kwa hiyo kuna watu wanafikiria nitenge muda wa ziada nifanye biashara. Popote ulipo huko kazini na unafanya biashara. Na huyu mtu akichukua zile bidhaa naweza kwenda naye ofisini akazilipia kwa bei niliyompangia mimi, ofisi na mhudumia wakala. Faida yote itakayopatikana pale nitaichukua muda huo. Huyo mtu anaweza ikaonekana mimi niko Dodoma hapa, yeye yuko Arusha, au yuko Moshi, au yuko Dar, yuko Mwanza, yuko Kigoma. Nitamuelekeza ofisini pale, atanunua kwa bei niliyopanga mimi, atahudumiwa, akimaliza faida yote atanitumia kwenye simu yangu, nishaingiza pesa hapo. Sio kama umenielewa. Huyo mtu naweza kwenda kuzichukua bidhaa ofisini nikampelekea, akalipa hela ya ofisi kama imeingia, na faida yangu nikapata tena ni kila siku. The more nafanya mauzo, the more naingiza pesa nyingi. Out of hiyo pesa nayoingiza hapa, kila mwisho wa mwezi kampuni watanilipa. Kila mwisho wa mwezi kampuni watanilipa kama bonus. Ni namba 3 hiyo. Kila mwisho wa mwezi nitalipwa na bonus na kampuni. Lakini nitakapokuwa nimejisajili, BF Suma huwa wanakupa kitabu hiki hapa. Huu ni mwongozo huu. Hii imeelezea faida zote utakazozipata ukiwa mwana BF Suma. Kwamba mimi niko BF Suma leo nataka nifanye kazi baada ya miezi 12, baada ya miaka 2 au 3 nizalishe bonus ya milioni 10. Nini nifanye humu ndani kimeelezwa. Na nikikifanya nitaipata hiyo milioni 10. Sio kama unielewa kwamba mimi leo nataka nifanye kazi BF Suma. BF Suma kila mwaka inatoa tuzo za safari. Hiyo ni tuzo, ni faida namba 4. Tuzo za safari kila mwaka ambazo hulipi chochote, wanalipa wao kila kitu. Kwamba hii kazi ninayoifanya naingiza faida kila siku pesa, nalipwa bonus mwisho wa mwezi.
BF tena watanipa safari, watanipeleka nchi fulani, watanilipia kila kitu, nikaenjoy, nikapate mapumziko. Ndio maana unaona kila mwaka tunasafiri watu wengi kwenda nchi tofauti tofauti. Ni kwa sababu hiyo. Lakini vigezo vya safari viko humu ndani. Nikisha vifikia kwenye system yangu ya simu itaniambia nimeshinda safari. Siteuliwi kushinda safari kwa sababu nawahi ofisini kila siku, nachelewa kutoka, navaa vizuri, si naandaa, si vigezo viko hapa. Nifanye pointi ngapi? Nisajili watu wafanye kazi kiwango gani? Ni watengeneze washindi wa safari watarajiwa wangapi? Nimeshinda safari. Okay. Faida namba 5, huwa kuna tuzo za magari kila mwaka. Ili nishinde gari, vigezo vimeelezwa humu. Nikivifikia tu simu yangu itaniambia ni mshindi wa gari mwaka huu. Muda wa tuzo za magari ukifika, nitaenda nitakabidhiwa gari langu ambalo nitakuwa na maamuzi nalo mimi kwa 100%. Nikilichukua pale nikataka niuze, nikataka nifanyaje, it's up to me. Hakuna anayeniingilia. Nimelishinda kutokana na kazi niliyoifanya, zile pointi ninazolipwa. Sasa you can imagine hivi wewe kazi gani unafanya? Uingize pesa kwa badi, nimeuza bidhaa naingiza hela. Hii bidhaa niliyouza mwisho wa mwezi nalipwa. Hiyo bidhaa niliyouza itanifanya kila mwaka nisafiri kwenda nchi mbalimbali duniani. Hiyo bidhaa niliyouza itanifanya nishinde gari. Kama ni mwaka huu au mwakani au mwaka kesho kutwa, ni mimi itategemea speed yangu ya kufanya kazi. Si kama umeelewa? Lakini kila mwaka kampuni inatoa tuzo za nyumba. Ili uwe mshindi wa nyumba ya $200,000, milioni zaidi ya 560. Vigezo vyake viko hapo. Ukivitimiza utaipatiwa na utachagua unataka ujengewe wapi. Arusha, Dar es Salaam, Mwanza, Nairobi. Wewe tu, itategemea kama huko ni kwenu. Kwa hiyo hii biashara ni biashara nzuri, ila watu wengi huwa hawaielewi kwa sababu ni biashara ngeni katika nchi zetu, lakini hii ndio biashara ya karne ya 21. Unanunua direct kutoka kwa mzalishaji. Leo hii tuna Baharesa, ana viwanda Tazara Dar es Salaam. Lakini leo nikitaka bidhaa ya Baharesa naweza kwenda duka la Mangi hapa mtaani Dodoma hapa Ipagala nikaipata. Niko sijui Moshi huko vijijini naweza kuipata. Wale ni mawakala wa Baharesa ambao wamejisajili kwa mitaji yao, wananunua zile bidhaa, lakini hawanunui kwake direct, wananunua kwa mawakala wale makubwa wale dealers wale wa bidhaa, kama ni maji ya uhai, kama ni mikate, kama ni maandazi, kama ni juice, kama ni sukari. Sio kama umenielewa? Kwa hiyo na hii biashara ukifanya unafanya katika mfumo ule. Unaona Kwa hiyo BF ina faida nyingi sana. Faida ya mauzo, bidhaa za BF zina faida ya mauzo na faida ya malipo. Faida ya mauzo ni kila ninapouza hapo naingiza hela. Kwa ninapouza nyingi naingiza pesa nyingi. Faida ya malipo, kila mwezi nalipwa bonus. Lakini zile bonus pia ninazolipwa kwa zile points zilizopo kwenye bidhaa, kila mwaka zitanifanya nishinde safari, kila mwaka zinanifanya nishinde magari, baada ya miaka 4 au 5 nishinde nyumba. Wewe ndio utakayeamua unafanyaje kazi yako. Kwa ni kitu fulani cha kipekee, watu wangeelewa, wangefurika kukimbilia kuja BF Suma. Haikubagui wewe una ajira ama huna ajira, ni muajiriwa sio muajiriwa, kwa sababu hii unaifanya popote ulipo as long as uko na binadamu. Kuna watu wanafanya kazi benki leo wanafanya BF Suma kuliko watu ambao hawana kazi. Lakini mwanzoni nilipowaambia na washirikisha hii biashara, niambia mimi niko busy sana, nikiingia saa 2 asubuhi kutoka saa 4 usiku. Hata kama tumefunga benki sisi tuko ndani tunafanya kazi. Lakini nilimshauri tumia bidhaa, akatumia. Kazini kote wakamwambia, mbona umependeza, unapaka vitu gani? Nikamwambia sipaki, kuna bidhaa za BF Suma natumia. Wakambishia. Siku walipowaleta wakanunua, wakatumia, wakaendelea kuwa bora. Akaona kumbe ni biashara. Akaanza sasa kuifanya na wengine wengi. Wanachuo, wanafunzi, hii nina wanachuo ambao leo wanajilipia gharama nyingi vioni kupitia hii biashara. Nina wanavyuo waliomaliza vyuo hawazunguki na bahasha tena kutafuta ajira. Wamejiajiri na wanafanya kazi na wanazalisha kipato kizuri, na kuna wengine wamefuta kabisa swala linaitwa ajira kwenye vichwa vyao. Na wewe ambaye uko chuoni unasomea kitu fulani, level fulani, iwe ni diploma, certificate, degree, masters, doctorate, jua kuna wengine wafani hiyo kwa level hiyo wameshatangulia miaka 4 5 nyuma. Hawana kazi, hawana ajira. Hakuna serikali inaajiri watu wote duniani. Nimeenda nchi za ulimwengu wa kwanza, hakuna watu wameajiriwa wote, watu wanajiajiri. Serikali kazi yake ni kutengeneza ajira rasmi na zisizo rasmi. Hilo swala serikali inalifanya, ila sisi ndo hatuoni kwa sababu tunaaminishwa lazima niajiriwe, kitu ambacho sio sahihi. Kwa hiyo hii ni miongoni mwa mifumo ambayo serikali inaruhusu kuingia kwenye nchi zetu na ni halali, ambayo watu wengi leo ni mabilionea kupitia hii biashara, kupitia hii kampuni ya BF Suma. Kwa hata msikilizaji wetu akitaka kufanya hii biashara, yeye adili na aliyemtumia tu hii video, atamuonesha njia ya mafanikio na mambo yatabadilika. Asante.